sarara, 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 sarara. Egizambi minogime, sarara bikandaga sara, sarara musimbala sara. Omutima nangai sara, omutima nabiko sara. Mungu atakubariki, usijidharau, na yote unayopitia utayasahau. Sara weo mukala nangalada, utulivu wanangu ntige Mungu da. Sarara, 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 sarara. Egizambi minogime, sarara bikandaga sarara, 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 sarara. Egizambi minogime, sarara bikandaga sara, sarara musimbala sara. Omutima nangai sara, omutima nabiko sara. Yote unayopitia Adam. Mbona unalia? Hujafurahi mapenzi yangu? Adam. Naomba nisamehe sana. Nisamehe kama nimekukosea. Lakini unajua kwa nini nimefanya hivyo, si ndio? I'm sorry. Huenda haitajirudia tena. Sara, Sara, Sara. I'm coming. Umenifuata huku tena? Kwa nini unifuata wewe? Unajua wazi nimehama nyumbani kwangu kwa ajili yako. Na wewe ndio sababu ndoa yangu kuvunjika. Alafu bado unanifuata. Unataka nini kwangu? Nika, naomba unionee huruma. Hapa nilipo sina pa kwenda. Sina sehemu ya kulala wala sina sehemu ya kuishi. Msaada wangu pekee ni wewe. Msaada wangu uliokuwa nao kwako ni kusaidia kutoa hiyo mimba. Lakini ukakataa. Nimekwambia nikupe nauli urudi kijijini kwenu. Bado umekataa. Na mbaya zaidi ukamwaga mchele kwenye kuku wengi. Ukafanya na chai na mke wangu unayempenda sana. Yule ndio mke wa ujana wangu mimi. Lakini nimeachana naye kwa ajili yako. Kwa nini kuweza kuwa kimya? Kwa nini kunyamaza? Kwa nini unataka kila mtu ajue kinachoendelea kati yangu mimi na wewe? Sasa mdomo wako umekuponza sana. Na sio ni kingine chochote cha kukusaidia zaidi ya wewe kuondoka mbele ya macho yangu. Nataka uondoke nyumbani kwangu haraka sana. Na iwe ni mwanzo na mwisho kunifuata. Babangu na mama yangu walishafariki.
hivyo sio ni msaada wowote hata nikirudi kijijini zaidi ya mateso. Basi kama unione huruma mimi, mwone mtoto wetu aliyoko tumboni. Shida yako unapenda sana Shari. Haujawahi kupenda amani hata siku moja. Yaani wewe umezoea kuwa na ule mume wako ajabu ajabu. Kugombana gombana ndo unapenda. Hautaki amani wewe. Kwa sababu kama ungekuwa unataka amani, ninavyokuambia uondoke nyumbani kwangu, sasa hivi ngoma ishaondoka tayari. Sasa kama huwezi kuondoka kwa amani, na kutoka mapanga. Ngoja nichukue mapanga nikutoe na panga wewe ndo pate adabu. Na ninakuchinja kweli stani mimi. Na kama toka nyumbani kwangu hutaki, sasa nakufumusha na panga. Nakata shingo. Nakata shingo yako nakwambia. Sasa subiri hapo uone. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala sara. Omutima nangai sara. Omutima nabiko sara. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 sarara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala sara. Omutima nangai sara. Omutima na Fadhali nimekuona kaka. Maana nilikuwa nawaza nitakuona wapi ili nikupe pole na hongera. Pole? Kwa nini? Sinasikia watu wampanda mazao kwenye shamba lako kaka. Yaani natamani nikuelewe ndugu yangu. Una maana gani? Namaanisha hivi, nasikia mke wako ana mimba na mimba yenyewe sio yako. Kwani imekuaje kaka? Mbona mambo mageni kabisa haya? Hapana kaka, hizo ni story tu. Lakini kikubwa mimi namtafuta sana mke wangu. Labda kwenye vita zako hivi uje kukutana naye au kujua anaishi wapi kwa sasa. Hapana kaka. Shemeji sije kuonana naye kabisa. Kwani hayupo kwa baba mwenye mimba? Au naye kamtelekeza? Maana kulea mimba ya mke wa mtu sio poa. Ila hongera pia kaka. Nasikia na wewe kaamua kulipiza kisasi kwa mke wa mtu. Ukapiga show la kibabe sana. Hongera sana kaka. Wala sio hiyo. Mimi sikuwa na nia ya kulipiza kisasi. Ni yeye tu alihitaji kufanya hivyo. Lakini mbona ilikuwa siri kati yangu mimi na yeye? Wewe umejuaje kama nimetembea na yule dada? Habari zenu zinatendi sana hapa mtaani kaka. Ila hongera, umeamua kutuheshimisha mambo ya wenzio kwa kumkamia yule mwanamke. Hongera sana. Hongera sana kaka. Naomba tuishie hapo ndugu yangu. Kwa sababu sitamani yule mwanaume wa yule dada aje kugundua chochote. Na ombi langu kubwa ni kwamba kama ikitokea umegundua mke wangu anaishi wapi au ukapata hata fununu tu, naomba unijulishe. Sawa kaka, nitafanya hivyo. Ila pole kaka. Ulivyoambiwa kuwa uyaone, haimaanishi kwamba majumba na magorofa ni hayo unayopitia. Mungu akusaidie. sarara, 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 sarara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga sara. Sarara musimbala. We msichana, mbona kaa kwa geti za watu bila taarifa? Unataka nini hapa?
Ama nyinyi ndio wale wezi mnangoja watu watoke kwa keja zao mwingie muibe? Hapana dada, nina shida. Sio shida ndio inafanya uke kwa geti za watu bila ruhusa. Samani, naomba msaada wako. Unataka nikusaidie na nini? Nina shida na kazi. Natafuta kazi za ndani. Housemaid. Housemaid wa aina gani? Na unakaa hivyo? Unaweza kufua, kupika, kuosha nyumba na kuniangalilia keja? Ndio, nitaweza. Unaishi wapi? Sina pa kuishi. Na ndio maana natafuta kazi ili niweze kupata sehemu ya kuishi. Sawa. Karibu ndani. Asante. Mungu atakubariki. Usijidharau na yote unayopitia. Glory. Nakusikiliza. Umeniita hapa ili nikusaidie nini? Kiukweli nataka kuachana na mume wangu Dika. Nimechoshwa na vitendo vyake. Yaani kila siku najitahidi kumvumilia, lakini hawezi kubadilika. Kiukweli nimechoshwa kabisa. Hata mimi pia nimechoka kusikia stori za mume wako. Na wala sioni haja ya kuendelea kumzungumzia hapa. Otherwise labda uniambie umeniita hapa na kunishirikisha kwenye jambo lako ili mimi nifanye nini? Sawa. Mimi pia ni mwanamke. Na ninaisia kama wanawake wengine. Lengo langu la kukuita hapa, nilikuwa naomba tu tufanye kile kitu tulichoshindwa kukimaliza mara ya kwanza. Naomba sana nisaidie. Unamaanisha sex? Ndio. Hivi unakumbuka ile siku ulikuja hivi kama leo na hata ukasababisha nikatumia pesa zangu kulipia lodge, na kumbe ulikuwa unanichora tu? Hivi unafikiri kwamba nilifurahia eh? Yaani hakuna siku ambayo nilikumind. Yaani nilimind kama ile siku. Na labda tu nikwambie, nimeamua kuwa mtakatifu. Yaani sihitaji kulipa kisasi tena, na wala sihitaji kujihusisha na wanawake za watu. Na usichokijua ni kwamba nina mpango wa kumtafuta Dika. Ikiwezekana tukae, tuzungumze na tuyamalize. Yaani kama ulikuwa ni mtego huu, amini ya kwamba umegonga mwamba, umefeli mama. Na ikikupendeza, mtafute mume wako, mkae, mzungumze na muyamalize. Sam. Samani bro. Hivi wewe si ndio yule brother ambao ulikuwa unaishi kule mlimani na ulikuwa bosi wake na Sara? Yeah, ni mimi. Kwani vipi? Hakuna kitu. Ila nilikuwa nakufananisha tu, si unajua binadamu kukumbukana. Na hata hivyo mke wako ni mteja wangu wa muda mrefu sana. Hata juzi tu nilitoka kumpeleka kukutana na Adam yule mume wake na Sara, na nikamfuata. Ile siku nakumbuka alinisaidia sana. Alinigia kama shilingi 20,000 hivi. Hebu subiri kwanza. Umesema mke wangu ulimpeleka kwa Adam. Alikwenda kufanya nini? Na alikuwa na shida gani? Blaza. Unataka kunichota akili? Ina maana unajua kwamba mke wako anaishi na Adam
kwa lengo la kulipiza kisasi nilichokifanya kwa Sara. Ina maana unataka kuniambia mke wangu anatembea na yule jamaa? Blaza, binadamu ni wanafiki sana. Unaweza kujiona unatembea umevaa nguo, kumbe upo uchi. Huyu msichana anaitwa Sara na nimekutana naye kimiujiza tu. Na nimekuwa nikitafuta msichana wa kazi for a very long time. Na nimeona ana suit na anahitaji kazi. So kuanzia leo atakuwa msichana wetu wa kazi. Sawa, haina shida. Karibu sana Sara. Asante. Jisikie uko nyumbani. Sara, huyu mwenye unaona hapa, yeye ndo mzee wa hii nyumba. Meaning he is my husband. Na kila kitu yenye umeniambia, nitaongea na yeye, then tutajua venye tutakusaidia. Sawa dada. Mke wangu, umesema kwamba umekutana na huyo binti kimeujiza. Ulikuwa na maana gani? Usijali love, ndakuelezea baadaye bila pressure. Sara, kwanza nikwambie, mimi sina shida na watu wangu wa kazi. That is kama unafanya kazi yako vizuri. Lakini ukiamua kwenda against my rules, nakuwa mkali sana. Kwa hivyo karada. Sawa. Aya, so for today nataka upumzike, at least ujue environment iko aje. Then kesho utaanza kazi officially. So twende nikuonyeshe penye utakuwa unalala, at least ufeel at home. Sara, usijutie. Tuko tuna Nini? Kwanza nimekumbuka. Unasikia unamtafuta mkeo. Huyo mke wako Sara. Si ndio? Wewe nani kakwambia? Nimeambiwa na bodaboda wangu. Ila sione wivu wala sijachukia. Kwa sababu mimi mwenyewe namtafuta. Leo kesho nimpate. Ni kweli. Namtafuta sana mke wangu. Kiukweli natamani nisamehe kila kitu. Alafu tuanze maisha mapya kabisa. Kingine najikuta tu siwezi kuishi bila yeye. Yaani furaha yangu ni yeye. Na vipi wewe? Kwa nini unamtafuta? Namtafuta ili nimuue. Yeah. Na kama nisipofanikiwa kumuua yeye, basi nitamuua huyo mtoto aliombeba yeye. Wewe. Yaani kwa nini mpaka unafikia huko? Hivi, kana umeshasahau kama Sara ndo chanzo cha mimi ndoa yangu kuwa hivi? Sara kanivunjia ndoa yangu. Halafu nimwangalie tu. Sikufichi. Popote nitapompata, nitapomkuta. Sijajua, labda niwe sio mimi Gloria. Hiyo nimekupa ahadi. Kunivunjia ndoa yangu. Kunitenganisha mimi na deka wangu. Haya maisha. Usimsaidie mtu yeyote. Na wala usije kumwamini mtu yeyote. Sikuwa hivi na deka wangu.
Glory, nampenda Deka wangu, nampenda mno. Hujui moyo wangu unajisikiaje nipo mbali na yeye. Nimemzoea. Deka ni baba wa watoto wangu. sawa. Sasa vipi kuhusu mimi? Tafsiri yake ni kwamba unipendi, na kama unanipenda ni kwa ajili ya kisasi au? Nilikuwa niko na wewe sababu ya kisasi, ila sasa hivi nimeanza kukupenda kwenda. Ndio maana unanikera sana ukilitaja jina la Sara kwenye masikio yangu. Sara, ukipiga kelele nitakuoa. Usalama wako ni kukaa kimya na kunisikiliza ninachokitaka. Shemeji, mimi naumwa lakini. Usiwe na wasiwasi Sara. Dada yako ametoka kidogo. Hivyo naomba nipe kidogo tu nifurahi. Nami nitakupa zawadi Sara. Shemeji. Mwezi unanong'ona kimya, nyota zinacheza angani bila hofu. Ninaota macho yangu yamefungwa. Karibu sana Maira. Najua ulikuwa ushafikiria sikuje. Of course, kwa sababu nimekaa muda mrefu sana. Kwa nikaanza tamaa tayari. Nikawa najua hivyo. Unatorokaje mume wako? Sijamtoroka. Though nimemwambia nenda harusi na hakuna venye ataninyima permission. Cause hadi mimi mpea permission at times. Anyway, sina time most ya kukaa hapa. Nafaa kurudi on time. Najua mume wako anakusubiri nyumbani kupata huduma yako. Karibu sana kipenzi changu. Sara, hutakiwi kulia kwa wewe kufanya mapenzi na mimi, bali inakupaswa ufurahi, kwa sababu hii nafasi ulioipata inawezekana isijirudie tena. Nakupenda sana na nimeenjoy sana. Na kwa staili hii nitatoa mshahara mkubwa kwako. Naamini hata wewe umeenjoy, si ndio? Niambie basi, umeenjoy, hujaenjoy? Ukitaka kuishi kwa amani, basi hakikisha umwambii yoyote na husemi popote kwa hichi kilichotokea. Na kama utafanya hivyo, basi nitakumaliza Sara.
usihuzunike Sara. Sara mama Sara. Sara mama Sara. Sasa mimi ndo natoka. Nikuleteni? Chochote tu niletee, nitafurahi. Lakini naomba nikuombe kitu. Sema. Usiendelee kumtafuta Sara kwa ajili ya kisasi. Kwa sababu ikitokea Sara amedhulika, mimi ndo nitajisikia vibaya zaidi na sijui ni kwa nini. Pole. Nimekuchelewesha? Hapana. Najua lazima wageni na Mr. kidogo. Hivyo siwezi kujisikia vibaya. Hata hivyo nilikuwa peke yangu. Sikuwa na Mr. Maanisha mume wako. Na maanisha Adam. Umejuaje? Madam. Mambo mazuri yanaga siri. Mbona hata mume wako anajua kuwa una date na Adam? Maana mimi aliniuliza zaidi ya mara 3 na nikamkatalia, kwamba sijui chochote. Ila hata hivyo achana nayo. Kwa sababu sisi wenyewe tunafai kupa mchizi wetu heshima. Maana Sara alizingua sana. Kwa hiyo Adam ndo alikuja kuambia hivyo. Na ndio amemwambia mume wangu hapo. Madam, hayo mengine yanazungumzika. Panda tuondoke. Kwa dunia ina siri. Sitaki hapo. Unajua kabisa paka kule. Okay. Kama kawaida. Kama kawaida ni kweli hamna siri. Dunia hakuna siri. I'm going to the office, so make sure my man amekula on time. Alafu ukimaliza kazi mapema, pumzika. Sawa. Then food ya jioni nitakuja mwenyewe kutengeneza. Sawa? Sawa, lakini dada mbona unataka kuongea alafu umenyamaza? Issue ni? Hapana. Sawa, fanya venye nimekwambia. Utulivu wanangu ntige Mungu da sarara 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 sarara. Okole sana mzee. Vipi? Fresh bro, niambie. Poa. Bwana sasa leo sitaji nipeleke sehemu yoyote zaidi ya kunipeleka anapoishi Adam pamoja na anapoishi mke wangu. Kwa sababu najua unapafahamu. Kwa nipeleka anapoishi kwa sasa tafadhali. Sawa. Ila Adam na mke wako kwa sasa ni kama wanaishi pamoja. Na muda si mrefu nimetoka kumchukua mke wako na kumpeleka kazini. Ila Adam amemwacha nyumbani kwake. Yes. Sasa hapo ndo patamu hapo. Sawa Wewe nipeleke mimi ukutane na Adam. Kwa sababu Adam na shida naye kubwa sana kuliko hata mke wangu. Sawa, mimi nitakupeleka. Cha kwanza nitasimama mbali sitokufikisha na nitakuelekeza. Na pili, nisingependa mtu mwingine ajue hili jambo. Kwa mimi ndo nimekupeleka ile eneo. Hilo sio gumu. Wala usina wasiwasi. Au sio? Sawa, hamna shida. Sarara bikandaga sara. Mbona umeshtuka Sara?
Jana ulifanya usiku wangu uwe mzuri sana. Nataka na leo siku yangu iwe nzuri kama ilivyokuwa usiku wa jana. Twende chumbani basi. Hapana shemeji, mimi naumwa na najisikia vibaya. Unasemaje? Alafu unapenda mambo ya kulazimishana sana. Yaani kitu unataka alafu unajifanya utaki, au sio? Omutima nabiko Mungu atakubariki, usijidharau, na yote unayopitia utayasahau. Sara weo mukala nangalada, utulivu wanangu ntige muda. Sarara, 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 sarara. Nashi. No. Upasi kushtuka Adam, ila unachotakiwa kujua ni kwamba dhambi ulioifanya inakaribia kuweka pabaya. Sikiza nikwambie, mimi nilitembea na Sara kipindi ambacho nilikuwa sijui kama ni mke wa mtu, wala nilikuwa sikujui wewe, lakini wewe unisaidi kwa mke wangu kipindi ambacho unanifahamu na unajua mke wangu kwamba ni mke wa mtu. Lakini kaka, mbona mimi sina ubaya na wewe kabisa? Na kitu ambacho natakiwa ujue, mkeo ndio sababu ya yote haya, na alifanya akiamini analipiza kisasi, lakini sio mimi kumhitaji yeye. Adam, wewe bado mdogo sana, hauijui dunia bado. Ngoja nikwambie, sisi ni wanaume, lakini maisha ya wanaume ni mafupi sana, kwa sababu mwanaume anapigana vita kuanzia anazaliwa mpaka anakufa kwake. Na vita kuu ambayo anapigana nao mwanaume ni dhidi ya maadui wawili: mapenzi na pesa. Na ndio maana mwanaume kwenye pesa na mapenzi huwa anakuwa hana akili ya kawaida, anakuwa mnyama. Hata mileo ambaye nimesema mbele yako, sina akili ya kawaida hata kidogo. Asante sana kwa kuitikia wito wangu, na samahani sana kwa usumbufu. Nilikuwa naomba unisaidie kama unaweza kuniambia alipo Dika, kwa sababu namtafuta sana na simpati. Dika sasa hivi anajificha. Mimi mwenyewe hapa namtafuta. Nadhani anajificha kupatana na hii aibu aliyoifanya mtaani, si unaelewa? Oh. Kwanza kabisa nikutaka kuyamaliza yale aliyotugombanisha. Unajua mimi na Dika ni marafiki sana. Lakini jambo la pili ni kutaka kumshauri juu ya yule binti aliyempa ujauzito na hata kupelekea ndoa yake kuvunjika. Dika ashauriki. Niamini mimi. Dika ni rafiki yako, ila ashauriki hata. Haya, ulikuwa unataka kumshauri nini kuhusu huyo binti? Amuoe hao? Anapaswa kuilea ile mimba na si kujikataa. Lakini kwa sababu sasa hivi ndoa yake imevunjika, nafikiri anapaswa kuishi na yule mwanamke kama mke wake. Na yote unayopitia utayasahau. Sara weo mukala nangalada,
utulivu wanangu ntige Mungu da sarara 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 egizambi minogime sarara bikandaga sarara sarara musimbala sarara omutima nangai sara omutima nabiko sara yote unayopitia usilaumu moyo yangu ni safari, ni mapito yanapita, tuko pamoja ya haya asili. Usinungunike, furaha itarudi. Hata hili Msichana wangu wa kazi ni mgeni na fona wajui vitu nyingi, so lazima nirudi home mapema at least ni direct. So for today sitakuwa na time nyingi ya kukaa na wewe. Lakini baby, mbona kila unapokuja kwangu unakuwa na ratiba za haraka sana? Kwa nini usinipe muda wako angalau nikautawala na mimi? It's possible. Lakini sasa nimetoka kazi mapema ndo nikuja hapa. Na pia nafaa kwa reaction rudi home. Na mbona weekend watu tuna spend time pamoja? Bado utosheki. Alafu at times wanaacha mtu wangu usiku. Ndo nikuja hapa nikae na wewe, lakini utosheki. Basi hapo nimekuelewa. Nimekuelewa mpenzi wangu, kwa sababu najua unafanya yote kwa sababu ya upendo. Na namna ambavyo unanipenda. So I love you baby. Na baby we, vipi kuhusu ugomvi wako na mtu wako? Mlisha solve ama bado amekasirika? leo unalia, sio mwisho wa safari. Ila ipo siku sasa, ukiwa na nguvu, futa machozi. Hivyo si nikufukuza hapa? Kwa nini umerejea tena? Dika, nimerudi tena, naomba muda wako. Nahitaji kuzungumza na wewe hata kwa dakika chache tu. Naomba unisikilize. Mimi sina muda wa kusikiliza Sara. Kwa sababu kwanza nina hasira kubwa sana na wewe. Na kingine, sidhani kama kuna kitu naweza kuzungumza kabadilisha akili yangu. Zaidi ya wewe kubali kwenda kutoa ujauzito. Na sio kitu kingine. Sawa. Naweza kufanya hicho ambacho unakihitaji. Lakini na mimi naomba unipe muda wa kunisikiliza. Ili niweze kuwa huru na maamuzi yako. Na mgeni ndani. Hivyo zungumza haraka haraka kwa sababu sina muda mrefu wa kusikiliza. Sara, Sara, Sara egizambi minogime sarara bikandaga sara sarara musimbala sara. Adam. Wewe Adam. Adam. Una shida gani wewe? Adamu. Mguu. Sasa Adamu una tatizo gani? Wapi pana kusimama umeanguka? Umeanguka? Sasa mbona mimi sikuelewi Adamu? Shida nini? Wapi pana kusumbua? Niambie basi.
Njoo sasa hivi hapa nyumbani kwangu, kuna dharura. Fanya chapu basi. Adam. Pole. Dika, unatambua msichana? Ya, namfahamu. Anaitwa Sara. Alikuwa ni msichana wangu wa kazi. Nimetoka kukuambia niko na msichana wa kazi mgeni na anahitaji kurudi home juu yake. Sasa nashangaa kwa hapa ama chaje nyumba yangu. Sara, napigia mtu wangu simu ashiki. Ameshatoka ama ako kwa nyumba bado? Ametoka. Dika, I'm sorry. Huyu msichana ni kama simuelewi. Koza hakuna venye ataacha nyumba yangu hivyo na akuja hapa. Nikaa akili yake iko top. So tafadhali, acha niende niangalie nyumba venye iko alafu nitarudi baadaye. Okay, take care. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 sarara. Egiza mbimino. Ingia ndani tuzungumze. Hapana Dika. Niache tu niondoke. Sina maana tena kukaa hapa. Sasa ondoke uende wapi? Watu wamekuja hapa kuzungumza na mimi. Mpaka umefanya mgeni wangu ameondoka. Sikiliza. Hebu njoo ndani tupate mwafaka. Na kama hutaki tuzungumze hapa basi. Sawa, tuingie ndani. Na yote unayopitia utayasahau. Dika, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Sikufanya makusudi kuongea ukweli mbele ya mke wako, kwa sababu sikujua maumivu nitakayotengeneza moyoni mwake, na wala sikujua hatari zitakazotokea hapo mbeleni. Naomba unisamehe kwa hilo. Ni hayo tu, hakuna kingine ambacho umekisahau? La pili, naomba unisaidie nauli ili niweze kurudi kijijini. Nahitaji kukaa mbali na huu mji. Ika, naomba msaada wako. Na kama haitawezekana, mimi nipo tayari kukuzia mwili wangu kwa mara ya pili kama tulivyofanya mwanzo. Na ikiwezekana, niondoke hata leo nilale stendi. Hayo ni maamuzi mazuri sana uliyoamua. Hongera kwa maamuzi mazuri Sara. Lakini kumbe ulikuwa umeshapata kazi tayari. Kwa nini usingevumilia angalau mwezi mmoja ili uweze kupokea mshahara wako kwa mwezi na mimi nikaongezea kidogo, ungepata fungu zuri la kwenda kuanzia maisha kijijini? Hapana Dika. Naomba nisaidie kile nilichokuomba, ili niweze kuondoka. Sawa. Mimi naweza kusaidia nauli Sara. Na hata kusindikiza mpaka stendi nitakusindikiza. Lakini kabla kuondoka, twende chumbani basi. Angalau tufurahie kidogo. Tukumbushiane. Tumrutubishe mtoto tumboni. Ili atakiondoka kidogo niache nikiwa mwepesi.
Unajua sijawahi kukatalia kufanya chochote kwenye mwili wangu. Hivyo sawa, nimekubali. Ila naomba tutumie dakika chache sana ili niweze kuwahi stendi. Na kingine, naomba yule mwanamke aliyotoka hapa akirudi au akikupigia simu, mwambie nimeshaondoka au haujui nilipo. Sawa? Sawa. Sarawe omukala nangalada utulivu wanangu ntige Mungu da sarara 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 egizambi minogime sarara bikandaga sarara sarara musimbala sara omutima nangai sara omutima nabiko sara. Hivi madam, wewe umegundua nini kwa ndugu yangu Adam? Sijui kiukweli. Maana asemi chochote. Na unavyomuona hawezi hata kuongea. Yule amefanywa unyama. Kama hajalawitiwa yule, sijui. Kwa sababu inawezekana mtu anatembea kama ana mpira mapajani. Sasa nani atakuwa amefanya hivyo? Unauliza nani kamfanyia hivyo? Ina maana umjua adui yenu ni nani? Mume wako ndo kafanya vile. Na mimi ushahidi wote ninao. Wewe una ushahidi upi? Nimemwacha nyumbani. Nimeondoka nimemkuta nyumbani. Haya, wewe ushahidi wako upi huo? Mimi ndo niliyompakia mume wako kwenye bodaboda yangu. Nikamfikisha paka pale, nikamshusha, akaingia zake ndani na sijui nani alimuelekeza. Mimi nikaondoka zangu. Dika. Dika. Mungu ni mshenzi. Wallahi hata kama huyu mshenzi huyu. Ndio. Sawa. Sawa. Sasa okay, haina shida. Sawa. Ulikuwa unaongea na nani? Mbona unatemeka hivyo? Kwani umefanya nini? Hapana. Sijafanya chochote. Ila Dika, naomba msaada wako. Naomba nilinde nisijingaingia kwenye mtego wowote. Sara bwana. Hii simu ilikuwa kuhusu wewe. Baina nusu mimi na mume wako Adam. Na ulikuwa unaongea naye hapa na askari polisi.
Adamu amefanya nini? Adamu amenikosea sana ise, kwa kutembea na mke wangu. Hivyo kwa lazima nimpe adhabu ambayo ya kumfanya tambua makosa yake. Mimi naweza kuua kwa sababu hakuna kinachonizuia. Ila leo nitaanza na kiungo chako kimoja kinachokupa jeuri ya kutembea na wake za watu. Mwezi unanong'ona kimya, nyota zinacheza angani bila hofu. Ninaota macho yangu yamefungwa, nyota usiku zimenipa mwanga, kimya chenye sauti kinaniita kwa mbali. Nyota usiku upepo unashusha siri zake, majani yanacheza kwa taratibu. Ninauliza, je, kuna mwisho wa amani? Nyota usiku zimenipa mwanga, kimya chenye sauti kinaniita kwa mbali. Nyota usiku moyo wangu unaruka. Samani bosi, nilienda kujisaidia mara moja. Vipi, ushamaliza kazi yako? Kazi gani? Si ya kuongea na bwana mdogo au hujamkuta? Nimemkuta, nimezungumza naye tu kiume. Na nimemfundisha namna gani wanaume wanatakiwa waishi. Maelewa bwana? Na mimi nimeelewa, lakini usingatiki ninachokwambia. Binadamu yoyote asijue kama mimi nimeingia kwenye ile nyumba. Tafadhali. Kuhusu hilo brother, ondoa shaka. Kwa sababu hapa ndo makao makuu ya siri. Hakuna siri inayoingia na ikatoka. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa. Okay, tuanzetu. Kwa namna nilivyomfanya, naamini ataweza kuongea tena milele. Na itakuwa ni funzo kwake pamoja na wengi zake pia. Na mbona wewe unatembea na wanawake za watu na hujawahi kufanyia unyama wa hivyo? Wanawake za watu kama kina nani? Mimi nilikuwa mke wa mtu mpaka unanipa ujauzito. Mume wangu hakukufanyia unyama wowote. Lakini wewe mume wangu ametembea na mwanamke wako, umemfanyia adhabu ya kikatili sana. Na hata huyu mwanamke aliyotoka huko ndani muda si mrefu ni mke wa mtu pia, na hujafanyiwa adhabu yoyote. Lakini wewe kwa nini unaadhibu watu kwa makosa unayoishi mwenyewe? Sarara bikandaga sara. Maswali yako ni magumu sana. Yanahitaji muda mzuri wa kuyajibu. Mimi nafikiri kwa sasa hivi twende kusindikiza. Jiandae tuondoke.
Kwa sasa anaendelea vizuri, lakini itachukua muda mrefu sana kwa sababu koo lake linaonekana lina vidonda vikali sana. Hivyo basi itampa shida sana kwenye chakula, lakini kuna haja ya kutafuta daktari ambaye ni bingwa kwa ufumbuzi zaidi. Samahani dokta, unaweza ukaniambia tatizo hivyo vidonda vya kwenye koo vimetokana na nini? Kwa inavyoonekana amekunywa kemikali mbaya sana ambayo imekwangua nyama za kwenye koo. Hivyo basi itampa tabu sana. Vipi kuhusu hali yake? Anaweza akarudi kama zamani na kuongea au ndo tutoe kabisa matumaini? Yote yanawezekana, lakini tukienda kwa madaktari bingwa kama nilivyokueleza awali, atapewa hakika zaidi. Hapa. Asante sana. Karibu sana. Sara. Kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena. Donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, sarara, sarara. Egizambi minogime. Sarara bikandaga Sara. Sarara musimbala Sara. Sijaoga, nilikuwa nimesema simu yangu naita. Iko wapi? Hata sijui ilikuwa inaitia wapi. Dika, hebu achana na mambo ya simu. Naomba nipeleke kwanza stendi au nipe nauli niende mwenyewe. Kwa hiyo kumbe sio lazima nikusindikize. Nikupa nauli za kwenda mwenyewe stendi. Naweza. Sisi ndio kwani nimeweka wapi? Dika. Hebu achana na mambo ya simu. Naomba nauli tu mimi niweze kuwahi. Shida ni kwamba pesa ambayo nataka nikupe ya nauli ipo kwenye simu. Hapa sina keshi. Kwa lazima kwanza tukatoe ndio nikupe nauli ya kuondoka. Kumbe lizima. Huyo nipigia sana afu mistaki nimpokelee. Kwa sababu nadhani nipokelea tu hapa atakuja. Na mistaki ajua ambacho kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Hivyo nafikiri ujiandae tu, tuna kutolea hela uondoke. Sawa. Nikusaidie nini? Nadhani unaelewa.
sababu ya mimi kuwa hapa. Sidhani kama naweza kukupa jibu lako. Sasa kama nilikuwa najua kilichokuleta hapa, ningekuuliza. Umemfanya nini Adamu? Na amekukosea nini? Kumbe Adamu? Adamu ametembea na mke wangu. Na unajua. Na ili lazima nimpe adhabu kwa kosa la kutembea na mke wa mtu. Na hii nafikiri kwa itakuwa ni funzo kwake na kwa watu wengine pia. Mbona wewe umetembea na mke wake? Ulitegemea kufanya nini? Nimesha kujibu swali lako. Sasa maswali mengine ambayo unayaongeza sitakuwa na majibu yake. Vizuri. Nakuhakikishia ulichomfanya Adamu, mami nitakifanya hivyo hivyo kwako, muda wowote, wakati wowote. Hivi mbona mchezo hatari sana wewe? Wewe unaona naongea na mtu hapa. Alafu natoka. Sasa angekuwa unafikiri kwaje? Nilijua tu hawezi kuniona. Ndio maana nikatoka. Ila tuacheni nayo. Mimi nimeshajiandaa tayari, kwa hiyo tunaweza kwenda. Sawa. Nafikiri namba yangu nao kichwani. Ukifika kwa wakala, nitumie lipa namba. Nenda toa pesa yako utaondoka. Lakini hakikisha ukifika stand 2 niambie ili niweze kujua muondoka na basi gani. Sawa? Usilaumu moyo, yangu ni safari, ni mapito yanapita, tuko pamoja ya haya asili. Usinungunike, furaha itarudi, hata hili litapita, siku itakapofika mama. Sara, ulinanga inzemba. Sara, wange motinga herba. Sazana Sara, etina ngaina Sara. Usilie Sara, usiuzunike Sara. Sara mama Sara. Sara. Sara mama Sara. Sana nilikuwa nina hamu sana ya kukutana na wewe. Yawezekana wewe ndio chanzo cha matatizo yangu. Kivipi Sara? Ukumbuki nilikutuma kipimo cha mimba. Baada ya kuniletea mimba ukampa bosi wangu. Na cha kushangaza, mpaka ukaenda kumwambia mume wangu Adamu kwa mimi nina mimba. Yaani sijui hapo ulikuwa unataka nini au ulifaidika nini? Kama amekwambia hivyo, basi amenikosea sana. Kwa sababu mara mwisho kukutana na Adam ni ile siku aliyopata ajali. Na hata kama wewe pia amekwambia hivyo, basi na wewe amekosea. Na hata kile kipimo cha mimba sikudhani kama angekufungua, kwa sababu kilikuwa kwenye bahasha. Ila anyway, samahani Sara kwa kilichotokeza. Mimi sina shida na wewe. Nilisha kusamehe kitambo tu. Ila samahani, unaweza kunipeleka stand? Unasafiri kwani? Yeah. Nataka nirudi nyumbani. Nitakapojifungua nitarudi mjini. Sawa. Panda twende. Ila sidhani kama unaweza kupata basi ya kwenda kwenu muda huu. Usijali. Mimi hata nisipopata naweza kulala stand nikasubiri ya kesho. Basi sawa. Ngoja nigeuze. Sara musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara.
Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 zambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko. Mungu atakubariki. Habari yako Dika? Salama. Karibuni. Asante sana. Lakini sisi hatuna shida na wewe. Tuna shida na Sara na tunajua ipo hapa nyumbani kwako. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wako. Ni kweli Sara alikuwa hapa nyumbani kwangu, lakini ameondoka muda sio mrefu, hivyo hapa hayupo. Kwani amefanya kitu gani au ameiba? Sara anatumia kwa kesi ya kumuua mume wa huyu dada. Na tumekuja hapa tukiamini tutampata. Sasa kama hapa hayupo, tutaondoka na wewe. Chagua moja. Utupe ushirikiano au wewe mbadala kwa kesi ya kumficha mtuhumiwa. Nitawapa ushirikiano. Wala ina shida. Nitawasaidia namna gani mnaweza kumpata Sara. Usilaumu moyo, yangu ni safari, ni mapito yanapita, tuko pamoja ya haya asili. Usinungunike, furaha itarudi, hata hili itapita, siku itakapofika. Mimi najua kuongea, lakini unanisikia. Nimekutana na Sara. Hivi ninavyokuambia yuko stendi. Anasubiria mabasi ya kwenda kwao. Acha ujinga. Twende kwa moyo mke wako. Sara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Usilie Sara, usilalamike, kila kitu kinakuja kwa kusudi lake. Sara, futa machozi, nyanyuka tena, donda lako moyoni litapona mapema. Sarara, 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 egizambi minogime. Sarara, bikandaga Sara, sarara, musimbala Sara, omutima nangai Sara, omutima nabiko Sara. Mungu atakubariki.
usijidharau, na yote unayopitia utayasahau. Sara weo mukala nangalada, utulivu wanangu ntige Mungu da. Sarara, 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 egizambi minogime. Sarara bikandaga sara, sarara musimbala sara, omutima nangai sara, omutima nabiko sara, yote unayopitia